Eternal Father, I offer you the body and the blood. Mungu wangu imetukusa Jehova Mungu kwa ajili ya wema wake ya siku ya leo. Niko hapa nikukumbushe ya kwamba tuko wakati wa mwisho ambayo Yesu anatafuta watu, na Yesu anataka kutenda miujiza na makuu. Hebu tuombe. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, tumekushukuru, tumeinua jina lako juu, tumejikabidhi mkononi mwako, mkutano huu ni mkononi mwako, wasikilizaji ama wanaji mkononi mwako. Takasa neno lako katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Basi nataka nisome katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Inaongea juu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Lazaro, ambaye alikufa, Yesu akaenda akamfufua. Wacha nianze kwa namba 17. Inasema, basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadiri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu zao. Haleluya. Nataka ninene hadithi ya Lazaro ambaye alikufa, Yesu akamfufua kutoka kwa wafu baada ya siku 4. Yesu aliposikia Lazaro ako mgonjwa, akakawia, na kukawia kwake haikuwa kukawia ya kawaida. Ilikuwa akawie Lazaro kufe, ashikwe, ndipo aende ili ijulikane hadharani ya kwamba Mungu anaweza yale haiwezekani. Kwa vile alisikia ugonjwa wa Lazaro mbeleni, lakini hakushughulika. Ilikuwa Mungu alikataa siende kama ako mzima ili apone, lakini Mungu alikuwa anataka aende kama amekufa afufuke. Basi aliposikia ako mgonjwa, ndipo akakaa kimya. Lakini aliposikia Lazaro ameaga, ndipo akaanza kutafuta njia ya kuenda kwa kina Lazaro. Lakini nasikia kwa gani nasema ya kwamba kutoka Yerusalemu, kutoka Bethania hadi Yerusalemu ilikuwa kilomita 2. Inamaanisha ilikuwa karibu. Hiyo ndio sababu nakwambia kukawia kwake bila kwenda kwa Lazaro kama bado ako mgonjwa haikuwa yeye. Ilikuwa Mungu ili watu ambaye hawajaamini Mungu waamini Mungu kupitia kwa kufufuka kwa Lazaro. Na alipoenda akapata Lazaro tayari ameaga na ameshikwa na ako na siku 4. Hebu kumbuka maeli ya hatua 2. Mtu anaweza kukaa mpaka apate mtu amekonjeka, amekufa, ameshikwa 4 days back. Ninataka nikiongea hivi akili yako ipanuke, usikie kwa nini zingine zinatendekanga na unaomba Mungu nafanyi za hizo mpaka kitu haribike, ndiye anarudisha hiyo kitu. Kwa ajili Mungu anataka ijulikane yeye ni Mungu. Wacha Mungu aitwe Mungu. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwapo hapa, ndugu yangu hangelikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwambia Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa
atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huyo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Nambari wacha nisome nambari 34. Inasema hivi: akasema, mumeweka wapi? Wacha nianzie 33. Inasema hivi ya pili: basi Mariamu alipofika pale alipowapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungelikuwapo hapa, ndugu yangu angelikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akifadhaika rohoni mwake. Akasema, mumemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyopenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyefumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiagua tena nafasini mwake, akifika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondeleeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana umekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiniamini utaona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondolea lile jiwe, na akiama macho yake juu, akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili wanasikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanahudhuria. Nalisema hayo ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha sema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sada miguuni na mkononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Okay. Kile nilikuwa nataka nikwambie, kwa ajili Bethania na Jerusalem ilikuwa karibu. Yesu alikuwa anataka watu waone ya kwamba Bwana Mungu muumbaji akuna nguvu. So number 34 inasema ya kwamba kama nani amenungunika, Martha amenungunika ya kwamba Yesu angekuwako, Bwana ungekuwako, hangekufa, nini.
Wayahudi wanasema si ndiye alifungua macho ya yule kipofu, si angekataa kifo isimuue. Wamenungunika maneno mengi sana. Wewe mahali uko unanungunika. Mungu akikufanyia hii unasema angenipatia hii. Mungu akikufanyia hii, kwa nini na nani anamfanyia hii? Fulani anamfanyia hii. Hawa pia walinungunika mbele ya Yesu. Na waliposidi na kunungunika, wewe pia wacha kunungunika. Usisidi. Kubali kwake Baba atende miujiza na ishara maishani mwako, kwa kanisa yako, kwa uboma yako, familia yako. Wacha neno la Bwana iteremke kama maji. Alipoona wananungunika, akawauliza swali moja, je, mlimuweka wapi? Sababu ilikuwa siku 4 yake glory kwa ndani ya kaburini. Wakamweleza Bwana, kuja umuone. Yesu alipoenda kaburini akapata simo ambayo imewekwa jiwe juu yake. Kawaeleza ya kwamba mondoe hizi jiwe. Ndipo akaangalia juu. Gani nasema aliangalia juu? Kaongea na Mungu babake ambaye alimweka akawie kabla hajakuja kwa kina Lazaro, ili jina la Bwana itukuzwe kwa mwana. So aliita, Baba yangu, nimejua unanisikianga, hata leo utanisikia. Fanya miujiza ili watu wamesanyika hapa hii mkutano wajue kwamba wewe uko na nguvu ya kufufua. Agano nasema alipapa sauti akasema, Lazaro, ondoka, njoo, toka kwa wafu. Agano inatueleza kwamba Lazaro alitoka. Lakini alipotoka alikuwa amefungwa na nguo za kifo. Mdomo, macho, mkono, mguu. Ndipo Yesu akaamuru watu, mfungueni hizo manguo, mumuache aende zake. Hapo ndio niko na ujumbe. Yesu anataka kujua mahali sida zako iko. Imeshikwa wapi? Sida yako ambayo inakusumbua imeshikwa wapi? Yesu anatafuta. Anauliza iko wapi? Ikiwa ni kifua, mwambie ni hii. Kama ni macho, umweleze ni hii. Kama ni pressure, umwonyeshe mahali shida yako iko. Mumemshika wapi? Walipokuwa wananungunika, akachana nao sababu hawamuelewi. Alikuwa anataka watu wamuelewe, wajue ni nini inaendelea. Glory to Jesus. Thank you, Father. Ndipo wakampeleka mahali kaburi ilikuwa. Wacha kunungunika sana. Chukua machozi yako itiririke kwa Bwana. Kilio chako ziwe za Mungu. Jina la Mungu itukuzwe kwa mwana. Kawaona kama wananungunika, hata leo hii machache wananungunika. Viongozi wananungunika. Roho Mtakatifu yuko kwa kanisa. Vitu viovu ndio inateteka kwa kanisa, inafanya watu wanungunike. Yesu alipoona wananungunika, Yesu anawaeleza ya kwamba uninyeshe mahali aliwekwa. Kuna vitu zinatendeka maishani mwaka haifai, inakulazimisha unungunike. Kuna vitu zinatendeka kwa boma yako haijulikani zimetoka wapi, itakufanya unungunike. Kuna maadui zako wengi wamekudharau, itakulazimisha unungunike. Sasa Mungu na Yesu akasema, ameshikwa wapi? Mlimuweka wapi? Ili manunguniko iishe. Leo hii Yesu anataka manunguniko yako iishe. Kwa ajili anataka kujua shida yako ni gani ambayo inakufanya unungunike, inafanya machozi tiririke, inafanya usikie uchungu.
Kwa sababu Martha alikuwa akinungunika akisema, "Oh, ungekuwako, oh ndugu yangu angekufa, oh nimejua atafufuka, oh lakini siku ya mwisho, oh nini." Watu walisema maneno mengi. Yesu akasema, "Hapana, mimi sisemi mengi na wale wananungunika." Akasema, "Nisaidie kitu." Niwaulize walimweka wapi? Sababu hii manunguniko wengi hii sitaweza. Nataka nifanye kazi ambayo Baba alinituma nikuje nifanye. Leo niko hapa nikwambie wacha kunungunika. Kama ni mbaya, piga magoti chini, lilia Yesu. Yesu atakushikilia mkono na atakuondoa kwa hiyo. Ndipo alipofika kwa kaburi, akaongea na Mungu Baba yake. Atakapofika kwako sasa, atakapofika kwa shida yake, atakapofika, glory Jesus, atakapofika kwa madharau ambayo watu wamekudharau nao, rejection spirits ambayo umewachuliwa, Bwana ataingia hapo. Bwana atakuondolea aibu. Bwana atakutendea makuu. Bwana atakupata urudi kwa kicheko, ucheke, usikie raha ndani ya roho mpaka ucheke. Yesu ako tayari kukutendea mpaka uruke kwa sababu ya raha. Yesu anataka kuumba mtoto kwa tumbo yako. Anataka kupatia kazi, anataka kupatia bwana, anataka kupatia bibi, anataka kupatia shamba. Anataka ashinde kesi ambayo uko naye kwa koti. Ni bora tu umwonyeshe hiyo shida iko wapi. Na hiyo ndiyo sababu ilimlasimiza glava kantia, glory be mokontio, robo shintarabakua, glory maita. Na hiyo ndiyo ililazimiza Yesu, glory makantio, aulize mahali Lazaro alishikwa, mahali waliweka kitundu. Ili mlazimisha aulize, niko hapa nikwambie Yesu anataka shida yako imewekwa wapi? Nani alikufunga? Nani alikunyang'anya nyota yako? Ndoa yako imeharibika kwa ajili gani? Wewe ukifanya kazi usikii raha ya kazi, kwa nini? Ukifanya ukilipa pesa inapotea, kwa nini? Machozi imetiririka kwa macho yako, umenungunika. Yesu anauliza ilishikwa wapi? Imewekwa wapi? Hiyo kitabu yako, hiyo shida yako imewekwa wapi? Yani imewekwa wapi shida yako? Yesu anatafuta. Yesu anatafuta kile imekusuia. Yesu anatafuta kile ilikumaliza. Yesu anatafuta kile imekufanya ukufe. Yesu anatafuta kile imezuia mjengo yako. Ni nini imeingia kwa boma yako? Nini imekufanya ukonjeke kila wakati uko kwa ward? Yesu amekuja kutafuta hiyo. Ili mlazimishe aulize kina Martha, Lazaro mulimweka wapi? Amekuja kutafuta kile inakusumbua, madharau yako, kicheko, kilio. Yesu amekuja kutafuta ni nini inakusumbua akili. Yesu amekuja kutafuta mabaya watu wananena juu yako. Yesu amekuja kutafuta lava kantia glory. Njoo kwake Yesu sasa. Yesu ako tayari kukuondolea. Yesu ako tayari kukufanyia. Yesu ako tayari kukugusa. Aliita Lazaro kutoka kwa wafu siku 4
kwa kaburi siku 4. Akamwita Lazaro, njoo toka kwa wafu. Yesu yuko hapa, ako tayari na kungoja ili akuite, akuondolee kifo, akuondolee madharau, akuondolee umaskini, hakuondolee kile watu wanaongelesha juu yako. Yesu aliliita Lazaro kutoka kwa wafu, akailiita ya kwamba Lazaro, njoo toka kwa wafu. Ni nini nakusumbua? Yesu ako hapa sasa, anataka kuondolee. Anakuita ukuje. Yesu anakukaribisha. Vile alitoa Lazaro kwa kifo, anataka afufue biashara yako. Anataka afufue masomo yako. Anataka afufue maisha yako. Anataka afufue kazi zako, pamoja na ndoa yako na familia yako na watoto. Anataka afufue kile Shetani alifanya uufe. Yesu amekuja afufue, sababu nguvu ya Yesu imeshinda nguvu ya pepo chafu. Yesu yuaja kwako sasa. Yesu anatembea na kutafuta. Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Badilike, badilike, badilike. Wewe na vitu zako utabadilika. Wewe hata shukrani una. Lakini Yesu mfalme, mkombozi, habadiliki, hasahau, hawachi watu wake. Anakungoja sasa. Njoo toka kwa wafu. Yesu amekukujia sasa. Utakapokubali atakuita na utaondoka hapo mahali huko, sababu mahali huko sio mahali pako. Shetani amekuweka kama mahali pabaya. Laikontia glory bibobo sintarabakua. Ni Shetani ndiye amekuweka mahali pabaya. Na Yesu anataka kutoa mahali pabaya. Yesu anataka kuweka mahali pazuri. Yesu hataki utembee vile unatembea. Glory be. Hataki uishi vile umeishi. Hataki ulie vile unalianga. Yesu anakuondolea mabaya na kuweka mahali pazuri. Alitoa Lazaro kwa wafu, kwa kaburi siku 4. Akamuita Lazaro, njoo toka kwa wafu. Na wewe ninakukaribisha, njoo kwa Yesu. Yesu anakutaka. Saa zingine hujajua Yesu anakutafutanga. Hujajua? Ndio leo amenituma hapa nikwambia ako tayari, amekuja. Ingawa alichelewa, alisikia mabaya inatendeka kwako, lakini amenyamaza tu. Aliona machozi yanatiririka, amenyamaza tu. Ameona unanyang'anywa vitu zako, amenyamaza tu. Lakini atakuja ili akufufue. Siku ndio leo. Yesu anakutaka ufufue. Yesu anataka hakutowe kwa wafu. Siku ni leo, sio kesho. Leo amekuja. Ulikuwa unamngoja, amekuja. Ulikuwa unamtarajia, amekuja. Ulikuwa unanungunika, amekuja. Ulikuwa unalia, amekuja. Yesu yuko hapa akutendee. Kumbuka Yesu aliita Lazaro kutoka kwa wafu. Hebu sikia. Naye akisha kusema hayo, Yesu alikuwa ameomba kwanza ili aende afufue Lazaro. Sio kuenda tu ati Lazaro amuka, hapana. Aliomba Mungu kwanza. Hata sasa atakapokuja kwako, ataomba kwanza ili kazi za Mungu baba yake itendeke. Sikia.
Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiniamini utaona utukufu wa Mungu? Yani Yesu anataka kila mtu amwamini aone utukufu wa Mungu. Leo ukiamini kwake Yesu utaona utukufu wa Mungu. Hiyo ndiyo ililete Yesu, ili watu wote ambao wamemwamini waone utukufu wa Yesu. Glory be kantia. Je, utakubali kuamini kwa Yesu Kristo uone utukufu wa Bwana? Basi wakaliondolea lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Ikiwa anataka kufanya miujiza, aliomba Mungu kwanza. Akasema, nimekushukuru sababu unanisikia. Ulikuwa unanisikia na hata bado utanisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu, kwa ajili ya shida yako, Yesu alieleza babake ya kwamba unanisikia kila siku, lakini kwa ajili ya shida ya huyu, kwa ajili ya madhara, kwa ajili ya hii ugonjwa, kwa ajili ya hii shida, kwa ajili ya hii mkutano, kwa ajili ya huyu ananyang'anywa vitu zake, kwa ajili ya kesi akonaye kwa koti, kwa ajili ya pesa ana, umasikini ana, kwa ajili yako Yesu amekuja, kwa ajili yako. Yesu akasema ya kuwa, lakini kwa ajili ya hii mkutano huu wanaohudhuria nalisema hayo, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe ulinituma. Naye akisha sema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje, yule alikufa amefungwa zanda miguu na mikono. Sasa nguvu ya Yesu ndio hiyo inakuja. Sikia, ujisikie maishani yako imeanza kufanya kazi. Akaeleza Lazaro, njoo, toka nje. Wewe pia kuna mahali kitu imekufungia. Njoo kwa Yesu, toka nje. Alieleza Lazaro, njoo. Ndipo Lazaro akatoka kwa kaburi akifungwa na manguo ya kifo. Nini imekufunga? Yesu ako hapa, anakungoja, anakutaka, anakuita, anataka kuponye, anataka kufanya miujiza na ishara, anataka ujue ya kwamba yeye akona nguvu zote ulimwengu hapa na hata mbinguni. Wacha tukaombe na wewe. Njoo nje, toka hapo. Njoo kwake Yesu, toka hapo. Hiyo gonjwa sio yako. Madharau watu wamekudharau naye sio yako. Njoo, toka hapo. Kuja huku nje. Mateso zote umepata sio zako. Njoo, toka nje. Njoo, kuja nje. Hivyo ndio vile alieleza Lazaro mpaka Lazaro akafufuka. Ninataka ufufuke leo. Yesu anataka kufufue. Fufuka leo kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Vitu vibaya zimetendeka maishani yako. Fufuka leo. Njoo, kuja hapa nje. Yesu anakutaka. Toka mahali huko. Kama Shetani alikufunga hapo, toka. Kama ni majini, toka. Kama ni Illuminati, toka. Kama ni waganga, toka. Kama ni madui zako, toka. Wacha tuombe na wewe. Baba mtakatifu, katika jina ile na mamlaka, jina la Yesu Kristo, jina la mwana wako, ambayo jina agano inasema ya kwamba jina la Yesu ni jina ambayo imeshinda majina zote. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimekubali Baba ya kwamba umetenda makuu maisha ni ya huyu kijana, huyu baba, huyu mzee, huyu mama, huyu msichana, huyu bibi, hiyo boma, kwa ugonjwa, kwa vitu vyote, madharau, kutupwa, kuachwa. Katika jina la Yesu Kristo leo umetenda. Nimekuita, njoo, toka nje. Baba, asante sababu umefanya. Katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu tumeomba tukiamini. Amen. Vile Yesu aliita Lazaro, njoo, toka nje, Yesu yuko hapa leo akufanyie. Usikubali Shetani akuzuie.
akufungie. Njoo, kuja nje, Yesu anakutaka. Jina langu Bishop Askofu Nereah Mbewa, kutoka kwa kanisa la Hope for Good in Christ. Tuko hapa Nairobi, Mjogo Road, Makongeni. Unashuka hapo Rekana ama Makongeni Police Station, utatupata. Piga simu, utatupata, tutakuja kukulaki. Ukuje kwa kanisa uone vile Yesu anatoa watu nje kwa kifo, anatoa watu nje kwa madharau, anatoa watu nje kwa vitu viovu. Njoo, chukua namba yangu ya simu. Kuja uone, chukua namba yangu ya simu. 0720403913. Njoo kwake Yesu Kristo akuondolee vitu viovu. Vile alifufua Lazaro, atakufufua leo. Karibu tena, karibu tena na tena. Karibu, kanisa letu iko wazi, ukuje upokee miujiza ya Bwana. Jina la Bwana litukuzwe milele na milele. Amen. Eternal Father,